3 tu usiongezana. Tayari. Yes bana Lugano, tumzungumzie kidogo Suleiman Matola. Moja ya kocha ambaye yuko pale Simba Sports kwa muda mrefu, lakini amesha kufundisha vilabu vingine kama Lipuli, nakumbuka Polisi pia alifundisha. Suleiman Matola jana ni mechi yake ya tunasema first touch kama head coach katika msimu huu akiwa na Simba. Lakini ni kwa ajili ya muda tu pale kutokana na hiki ambacho kimetokea Simba na kocha wake kuondoka. Suleiman Matola kwa ulivyomuona jana, unaona kabisa anafaa, anaweza kaipa Simba taji la ligi kuu na akapewa pia mikoba ya kuipeleka Simba hatua anayoitaka nusu finali kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kwa upande wa Suleiman Matola nadhani ni kocha ambaye kama Simba wangeamua kumwamini na wakampa nyenzo za kuweza kusimama kama kocha mkuu inawezekana. Tatizo, shida kubwa ambayo tuko nayo kama Watanzania ni kuto kuziamini rangi nyeusi. Hasa kuto kuamini rangi nyeusi ya wale ambao wamezaliwa Tanzania. Ni utamaduni mbaya sana ambao tumeshajiwekea ambao sidhani kama una afya. Watu wanasomea coaching, watu wanapata experience na exposure. Mfano Matola kasomea coaching, ana hadhi ya kukaa kwenye ligi kuu, ana hadhi ya kufundisha timu kubwa, amekaa na makocha wakubwa ambao tunaweza wakasema na exposure kazipata ndani ya Simba kwa muda mrefu zaidi hata makocha wengine. Matola na heshima kubwa, ni legend wa Simba, na kubakia kuwepo ndani ya Simba kuwa kocha msaidizi, nadhani Simba ilikuwa ni wakati wa kumpa nafasi Suleiman Matola kuwa kocha mkuu. Siamini kama makocha wote ambao wamepita Matola hawajamwachia chembe za kubeba ubingwa, hawajamwachia chembe za kuwa kocha bora wa kuaminiwa. Lakini ni tatizo ni kwamba huenda mashabiki hawaamini katika makocha wa ndani, na vilabu hivi vinaongozwa na mashabiki ambao pengine hata viongozi wa ndani kwa maana viongozi wa Simba wana hofu ya kwamba endapo tukimwachia Matola mashabiki watatushambulia. Lakini mimi naamini Suleiman Matola ni kocha ambaye yuko perfect kabisa kwa sasa. Ni mtu ambaye kakaa na makocha wengi ambao wamekuwa na moment nzuri ndani ya Simba. Mfano Fadu Davis anaondoka, alikuwa na Matola, anajua mpaka dakika mwisho ushindi unapatikana vipi. Yani kila engo ya Simba inawezekana hata makocha asifahamu vizuri kuliko wanavyofahamu Matola. Umeelewa? Kwa unapomzungumzia Matola unamzungumzia ni kocha msaidizi wa muda mrefu ambaye kama watabeba imani ya kwamba kafyonza uzoefu ambao makocha wengine wanao, wale wazungu na nini, kama tukiondoa ile rangi, sawa, tukiondoa ile rangi ya Matola kwamba ni mweusi si nini, lakini ni Matola alifaa kabisa kwa wakati huu ambapo kocha ameondoka. Itakiwa aaminiwe, apewe timu na awe kocha mkuu. Shida kubwa ni viongozi na kuamini kwa upande wa mashabiki kwamba huenda mashabiki wakawa na doubt kusana Matola. Lakini ni tamaduni ambayo tumejiwekea, mimi nasema ni mbovu. Sawa. Kama nchi inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ninaamini hapo zamani kuna watu walikuwa hawaamini kama tunaweza kuongozwa na rais ambaye ni wa jinsia ya kike. Si umeelewa? Ni vitu ambavyo mimi naamini rais ni taasisi ambayo pia ina watu wengine wako pembeni wanazidi kupushi kwenda mbele. Nchi inaenda sawa bana, baada mtangulizi wake hayati Magufuli kuondoka, Mama Samia anaendesha nchi vizuri, si umeelewa? Lakini turudi sasa kwenye mpira wa miguu. Sawa. Ndio hizo imani ambazo watu walikuwa wameziweka kwa upande wa nini? Wa wanawake kwamba hawezi kuongoza nchi. Mpaka sasa hivi timu za Simba na Yanga zimefikia hatua kwamba wanaamini kwamba zilipofikia sasa hivi haziwezi kuongoza na kocha Mtanzania. Yaani ni kitu cha ajabu sana. Na wanaamini bora ukamchukue mzungu msukuma mkokoteni, lakini sio kocha Mtanzania ambaye kasomea coaching hapa. Aje tu mzungu, timu itaongozwa. Lakini hebu fikiria mfano Raja Casablanca. Fadu Davis ambaye kutoka Simba, Raja Casablanca alikuwa kocha msaidizi. Akatoka kule ndo akaja kufundisha Simba kama kocha mkuu. Raja wamemhitaji tena kule. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo natakiwa viunganishe hapa. Huenda inatakiwa sasa katika mazingira kwa maana ya kocha Suleiman Matola atafute timu nyingine, lakini yenye daraja ambalo linaweza katengeneza pia trust kwa Simba kwenda kumchukua na kumrudisha. Lakini
kama Simba wangeweza wao kumwaminisha huyu kocha hata kwa nusu msimu, aseme bwana wala tumweke tu kocha nani achezeshe, hata wakija kumuondoa baadaye profile yake inaweza kawa kubwa kuliko kuwa kocha msaidizi wakati wote. Kwa mimi natamani kumuona Suleiman Matola na kuwa kocha mkuu, lakini mazingira ya imani, kile ambacho tunakiamini kama nchi hasa kwenye upande wa Simba na Yanga kwa makocha wa kigeni, sawa, yani itakuwa ni ngumu sana kupata timu, na ndio maana mwenyewe nafikiria hata niondoke niende sehemu gani, yani nitaaminika kwenye timu vidogo zingine. Ukumbuka mpaka KMC hawataki makocha wa ndani. Timu ambazo zimebakia na makocha ndani ni chache, nazo zenyewe zinajifikiria tu hatuna budget. Kuna imani fulani ambayo imetengenezeka. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kuwa na makocha ambao wanaweza wakapata kazi. Kumbuka mfano kama Fountain Gate FC. Unajua walimchukua kocha kutoka nje, kutoka Kenya nadhani. Ilikuwa kutoka Kenya. Kama sio ni Kenya of course. Lakini kashindikana, ndo kaenda kumchukua nani? Dennis Kitambi. Ni Mtanzania huyo, amekuja dakika za mwisho mara baada ya kushindikana, lakini malengo mara kwanza haikuwa ni hayo. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa sana ya kuwapa trust makocha wetu. Lakini kuwepo Matola Simba kama msaidizi, kwa sababu ya maslahi anayopata makubwa pale, naweza kusimpe shida. Lakini kama angekuwa hapati maslahi makubwa, angetamani kuwa kocha mkuu. Hata mwenyewe pia ili kukuza karia yake anatakiwa pia tamani kuwa head coach. Hiki alichokifanya katika mchezo uliopita dhidi ya Fountain Gate FC kimemwonyesha kwamba ni kocha ambaye anaweza kukuletea kitu kipya. Mfano Morris Abraham kama kamuinua yeye, makocha mfano Fadu hajawahi kumuinua kucheza mechi kubwa zaidi ile nani zaidi kucheza mechi ambazo tumemwona moja kwa moja zaidi ya ile ya Simba Day. Lakini wengi tutamani kumuona mchezaji kama yule anacheza mara nyingi kwa ubora wake, lakini tumeona patterns zinaungana chini ya kocha Matola. Kwa hiyo Simba pia walikuwa na sababu ya kuona huu muendelezo uliopo sasa hivi wamwachie. Wampe hata game 3-4, wataona kwamba timu inaanza kuwa ya moto. Wanaweza kumwachia mazima. Inawezekana. Yaani tuanze kuamini pia makocha wetu wa ndani, inaweza kutusaidia kwa hapo baadaye. Shukrani.